Sai. Mbona saa ngapi? Nimefika muda si mrefu. Kwani vipi? Ukimaliza kupiga kelele utaniambia. Rayhan, amka basi. Au unanitania? Daktari, hamki. Sawa. Mimi naomba unisikilize cha kwanza. Naomba kwanza usikilize, naomba unisikilize. Huyu kwa sasa hivi ameshafariki. Amefariki? Yeah. Lakini daktari, wewe ulisema daktari professional. Yeah, ajali kazini. Hapa cha kufanya, sema maiti tutaipeleka mochwari. Wewe fanya utaratibu wa kuja kuchukua maiti yenu. Sawa. Kwa hiyo sasa hivi ya nini maiti? Yeah. Kwa naomba uende. Nenda. Hizi kazi nyingine hizi. Vipi? Kila kitu nishamaliza. Kila kitu. Kweli? Tuondoke. Sawa. Unaweza kwenda. Tukimbie tu. Haina haja kukimbia. Tutembee tu. Muda sasa. Una nini? Mzangu, kila kitu kiko poa, lakini tu brother wangu amekuja tokea wiki iliyopita ambao umefika hapa kuja kunigongea. Pia naona sio kitu sahihi na sio kitu kizuri sana kuona kwamba unakuja ndani. Kwa hiyo ndo sababu nakupigia simu upokee. Na kutumia SMS ujibu. Sasa sikiza nikwambie. Nimekuja kukuambia leo ndo birthday yangu. Kwa nataka uje. Nataka nikutambulishe kwa marafiki zangu. Sijali mpenzi wangu. I promise you nitakuja. Sawa. Basi sawa. Nimekuja kukuambia hivyo. Asante. Kwa sasa naenda nyumbani? Yeah, naenda kujiandaa. Okay, bye. Haya, bye. Ukumbi ule lakini. I will be there. Bye. Bye baby. Jirani. Abe. Yo mara moja. Niambie. Kwema. Kwema. Unaweza tukazungumza kidogo hapa? Hapa chumba maandazi. Kwanza kuongea. Ndio tuzungumze hata kidogo bwana. Sawa. Rei. Naja. Kuna faza yupo amekaa nyuma hapo kwenye benchi. Aniita. Na akaanza kuzungumzia habari za Libu. Libu? Libu kafanya nini? Na inavyoonyesha kama hajalizika kabisa na swala la Libu kuoa. Usiniambie. Wewe uko kwenye benchi hapo? Huyo. Basi sawa jirani. Asante sana. Unajua majirani kama nyewe wachache sana kuleta mambo kama haya.
Ya, kwa sababu nimeona nikuletee hili jambo. Niambie jirani. Jirani, naona una furaha sana na hii shughuli. Lazima niwe na furaha. Unajua tuna shughuli mishughuliko. Ni kweli unachoongea. Jirani, si unajua lakini mimi naibu tupo vipi? Nalijua hilo. Hii shughuli mimi bado yaani haijaniingia kabisa akilini. Na hili swala mimi nililipinga kuhusu Ibu kuoa, lakini hataki kusikia mtoto. Maana hata mimi kipindi nipo na umri kama kwake kufikiria kuoa, nilifocus sana na maisha yangu. Na kama unavyoniona sasa hivi, sina maisha mabaya sana, wala sina maisha mazuri sana. Nipo kawaida, yani mtu wa katikati. Mambo madogo madogo naweza kuyamaliza mimi mwenyewe. Na kama unavyojua Libu babake ashafariki muda ambao ni kakaangu mimi. Kwa vitu vingi vya Libu nalivisimamia mimi. Lakini kila nitakachomwambia kuhusu hili swala la ndoa hataki hata kunisikia. Kiupande wangu mimi jirani, mimi sijaona kama kafanya jambo baya, kwa sababu ameshafikia umri wa kutaka kuoa. Anastahili kuwa na familia. Unachozungumza ni kweli jirani. Lakini kinachoendelea mimi najua, sababu vitu vingi vya Libu mimi ndo naviongoza na visimamia mimi. Na ili analoenda kulizua tatizo jingine. Jirani, labda ngukumbushe kitu. Siku zote mtoto anaponyea mkono haupaswi kuukata. Unatakiwa usafishe na mambo mengine yaendelee. Na sio kwamba kila changamoto ulioipitia wewe na mwanao aipitie hiyo hiyo. Hata asingetaka kuoa, angekaa tu na kufanya uasharati. Huoni kama kwenye familia yenu ungekuwa ni aibu? Acha nilikuwa tukasherehekea hiyo shughuli. Lakini mimi mwenzako nimekuja tu kutoa hiyo lawama. Kama unavyojua Libu babake ashafariki. Kwa hiyo nisingeonekana mimi kwenye shughuli, ningeonekana kwamba mtoto mimi simtaki. Basi usijali jirani. Ama niponachie mimi. Karibu sana. Asante. Sasa kwenye yale mambo yetu sani inone kidogo tano. Usijali, utakula mpaka utaacha. Sawa sawa. Bye. Hai. Binadamu hawa. Siti. 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 Mara moja ndio usingizi wote huu. Siti, amka basi. Siti. 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 Shikamoo. Marahaba mwanangu, hujambo? Jambo. Harusi tunayo tunatamba nayo. Mjomba. Karibu mjomba. Ilikuwa na shida na wewe kidogo. Mie huyo? Hakuna tabu mjomba. Baba, bi harusi aletwe leo jioni aje kutiwa piko. Sawa. Umesikia baba? Sawa. Umesikia? Twende bwana. Mtumishi. Mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Karibu. Asante. Vipi, mbona kama siku ya 5 sasa sikuoni kanisani, sikuoni hata huko mtaani, sikutia hata machoni. Vipi, una tatizo gani? Ni kweli mtumishi. Ina tatizo. Tatizo kuhusiana na huyu mchumba wangu. Toka juzi
simuoni hapa nyumbani, ameondoka na mtoto wake. Sielewi kama ameelekea wapi. Na hiyo yote kwa sababu niligundua ana mambo ya kishirikina. Kingine kuhusiana na ile habari ya kuzaa. Kwa hiyo sielewi ameelekea wapi mtumishi. Pole sana. Lakini mbona huyu mwanamke wakana kama vile hakupendi? Yaani kama vile hakupendi, kila siku matatizo hivi mara hivi. Wala utafuta mwanamke mwingine ukaoa. Mbona wanawake wapo wengi? Na mjomba. Mjomba, kuna tatizo kidogo. Tatizo? Tatizo ndio. Tatizo gani mjomba? Ni huyu mchumba wangu. Tumeenda hospitali kwenda kupima afya. Ndio. Tulipofika tu hospitali katika hatua ya mapokezi, alipata mshtuko ghafla na kuingizwa ndani ya wodi. Lakini taarifa ambayo nimepewa mjomba, kwa amefariki. Amefariki? Ndio mjomba. Mjomba, inawezekana vipi? Yaani mjomba, hapa nilipo sielewi moja, sielewi chochote. Sijui nifanyeje. Mjomba, ukisikia mkosi ndio huu. Pole sana mjomba. Sasa mjomba, tufanyeje? Na kusikiliza mjomba. Mimi nadhani uchukue hatua ya kwenda kuambia familia kwa utaratibu. Alafu mengine ni kuachie wewe mjomba. Mjomba. Mama, shikamoo. Marahaba baba, ujambo? Jambo. Karibu. Jazila, vipi? Mbona vigelegele vingi alafu dakika za mwisho unanifelisha? Yaani wewe usijali kuhusu kula. Yaani hapa utakula, Utasaza mpaka utaacha. Kichotokea kimshatokea. Hata nikaongee kwa utaratibu, kwa upole, hatuwezi tukabadilisha akawa hai. Wacha mjomba, pole sana mjomba. Wacha mimi nikawaambie. Tarudi, sawa? Tatizo ni kumpata mwanamke anayejali, anayethamini, pia mwanamke mcha Mungu. Tatizo liko hapa tu. Kwani mimi sifai? Ukiwa unamaanisha nini? Sawa, ipo siku tutajua mbivu na mbichi. Kwani ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naelekea ni pilika zangu za kazi. Okay, basi twende. Ngoja nivae kiatu, bado kiatu changu kimoja sijavaa. Kidogo naomba utulivu wako. Kidogo na waomba lakini. Dada. Shemegi yuko wapi? Yuko ndani. Shemegi! Shemegi! Naam, shemeji. Nakuomba kidogo. Vipi shemeji? Mani. Kuna taarifa ambayo kidogo si nzuri. Taarifa gani shemeji? Huyu binti ambaye anataka kumwoa Libu ameshafariki na yuko hospitali. Amefariki? Ndio. Hakika mwanangu. Msiba mzito ndo tukuta jamani. Ila Muhammad Rasulullah, msiba mzito. Ilahi, mwanangu yuko wapi mwanangu? Ila